Karibu ndugu mpendwa katika channel yako hii ya maendeleo binafsi, ambayo tunatoa elimu inayolenga kumsaidia mtu kuweza kulijua kusudi lake na kugundua uwezo wake wa ndani, na ule uwezo unalenga kipaji cha kwake. Pia tunapatia mbinu mbalimbali za kumwezesha mtu kufanikisha malengo, maono, ndoto alizonazo katika maisha yake. Sasa kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, basi unaweza kusubscribe, maana tunakuwa bora zaidi ya jana, ili tunapotoa video kila mara wewe kwanza kupokea taarifa. Kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Jina ni Mungu Kanaba. Katika video hii tunaangalia mambo ya kuwa nao makini katika kila kipindi cha maisha kabla kufikisha miaka 25. Yaani mambo ya kuwa nao makini katika kila kipindi cha maisha kabla kufikisha miaka 25, yani 25. Sasa katika vipindi hivi vimegawanyika mara tatu. Kuna kipindi cha asubuhi, kuna kipindi cha mchana na kuna kipindi cha jioni. Kipindi cha asubuhi cha maisha kinalenga kuanzia miaka 0 mpaka 25, l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 25 ans. Kipindi cha mchana ni kipindi kinacholenga kuanzia miaka 26 mpaka miaka 50, yani l'âge de 26 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Kipindi cha jioni kinalenga kuanzia miaka 51 mpaka 75, l'âge de 51 ans jusqu'à l'âge de 75 ans. Sasa leo tunaenda kuangalia kipindi cha asubuhi cha wale wanaokuwa kwenye umri wa kwenye miaka ya 25 kushuka chini. Ndicho kipindi ambacho tunaenda kukiongelea leo, kipindi cha asubuhi. Sasa katika kipindi hiki cha asubuhi ni kipindi ambacho cha kujenga msingi wa maisha, yaani kipindi ambacho cha kujengea msingi wa maisha wa baadaye. Katika kipindi hiki sasa kuna mambo ya kuwa nayo makini. Jambo la kwanza, tabia unaanza kujijengea wewe mwenyewe. Yaani tabia unaanza kujijengea wewe mwenyewe. Katika kipindi hiki cha asubuhi unaweza kujenga tabia ambazo zitakazo kuja kukusaidia wewe kufanikiwa hapo baadaye kwenye kipindi cha mchana, kwenye umri wa 26 kuendelea juu. Na katika kipindi hiki cha asubuhi unaweza kujenga tabia zitakazo kuzuia wewe kufanikiwa, ikiwemo ni kuziishi ndoto zako. Sasa tunaenda kuangalia tabia ambazo unazotakiwa kuzijenga katika kipindi hiki cha asubuhi, na pia tabia za kuepuka kuzijenga katika kipindi hiki. Tabia ambazo unazotakiwa kuzijenga katika kipindi hiki ili iwe msaada kwako wewe kuja kufanikiwa hapo baadaye. Tabia mojawapo ya kwanza, nidhamu, yani discipline. Nidhamu nini? Nidhamu ni hali ya kufanya jambo hata kama unajihisi kutolifanya, lakini unalifanya kwa sababu ni muhimu kwako sana wewe kuweza kulifanya. Hiyo ndio nidhamu. Tatolea mfano. Yaani nidhamu ni pale mtu anapojiwekea mpango, anasema kesho saa 10 kamili nitaweza kufanya mazoezi, lakini nafika ile jioni saa 10 kamili mvua umenyesha na kuna baridi kali, lakini anaamua kufanya mazoezi. Hapo tunasema huyo mtu ana nidhamu. Huyo mtu anaheshimia yale anayoyaongea, anaheshimu yale aliyoyasema. Hiyo ndio nidhamu. Hata kama unajisi kuto kulifanya ile jambo, lakini unalifanya kwa sababu ni muhimu. Hiyo ni tabia mojawapo ya kuweza kujengea. Na katika nidhamu kuna nidhamu ya muda. Ni tabia mojawapo nzuri ya kuwa nayo katika kipindi hiki, kutumia muda wako vizuri. Kuwa mtu ambaye unaandaa siku kabla haijafika. Katika kuwa nidhamu ya muda, hapo unajua nitaamka, nitaanzia hapa, nitamalizia hapa. Yaani unajua siku inakuwa na masaa 24, alafu hiyo masaa 24 unahesabu masaa ambazo unatakiwa ufanye kazi na unatakiwa upumzike. Unazifanyia kwa umakini na kwa ufanisi. Hapo huyo mtu ana nidhamu. Na nidhamu katika fedha ni ile hali ambayo unaishi chini ya kipato chako, unatumia fedha zako kwa hekima kubwa.
Hiyo ndio nidhamu, na hiyo ni tabia mojawapo ambayo ukaijenga katika kipindi hiki itaweza kukusaidia wewe kusonga mbele, itaweza kusaidia sana kufanikiwa huko mbele ya safari, maana bila nidhamu huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo unahitajika, ni tabia mojawapo ya kuweza kujenga katika kipindi hiki, kuwa mtu wa nidhamu. Tabia mojawapo muhimu sana kuweza kuwa nayo ya pili ni tabia ya kufanya vitu vingi mara nyingi bila kukata tamaa. Yeye unakuwa mtu ambaye unafanya mara nyingi vitu vingi bila kukata tamaa. Ni ile hali ambayo unaanza kufanya biashara hata kama unasoma, lakini haukati tamaa hata kama unashindwa. Kwa mfano wewe ulisomea, sijui unasoma ama ulisomea udaktari, lakini bahati mbaya hukuweza kupata diploma mwaka huu. Lakini hiyo hali ya kukosa diploma inakusukuma wewe tena kuanza upya na kufuatilia ndoto yako bila kukata tamaa. Na kama ni kwenye biashara, unafanya biashara kila mara lakini unafeli, na katika kufeli kwako haukati tamaa. Badala ya kukata tamaa, unaanza kutafuta nini kilichokufelisha, nini kilichosababisha ukafeli biashara, nini kilichosababisha ukakosa diploma. Hiyo ni tabia mojawapo ya kwanza kujijengea katika umri huu, maana itaweza kusaidia katika kipindi cha mchana. Utakuwa mtu mwenye uimara, mtu ambaye hautikiswi, mtu ambaye hautakuwa wakati tamaa kirahisi. Utakuwa mtu ambaye kuzizima hata kama mambo hayaendi tena, utaanza upya. Itaweza kusaidia sana kuwa na tabia ya namna hii. Itaweza kusaidia kufanikisha mambo yako kule mbele ya safari, maana kila mafanikio yanahitaji watu ambao ni vinganganizi, watu ambao ni wako imara, watu ambao hawakati tamaa kirahisi. Kwa hiyo tabia mojawapo ambayo ya kuwa nayo wewe kijana unaniangalia, na katika umri huu unaweza ukakosea tena ukaanza, isiwe kama ndio mwisho. Tabia mojawapo nzuri ambayo unatakiwa kuwa nayo ni ya kuweza kulinda sana afya yako. Katika umri huu ni umri ambao unatakiwa uweze kuwa mtu wa kulinda afya yako, ikiwa ni katika kufanya mazoezi, kutumia chakula ambacho kinafaa, unatumia matunda, unatumia chakula za mboga. Itaweza kusaidia sana kuboresha mwili wako ili uweze kuishi siku zenye afya nzuri kule mbeleni. Katika kipindi hiki ni kipindi kizuri sana cha kujenga afya yako na wala sio kujaribu. Tabia mojawapo ambayo inafuata ya muhimu sana, ni nzuri sana, ni tabia ya kuwekeza kwenye roho yako. Unawekeza kwenye mambo ya kiroho. Ni kipindi ambacho unatakiwa uanze kumtafuta Mungu, ukajifunze neno, ukasome neno, ukamtafute Mungu, ukamjue Mungu. Katika kipindi hiki unakuwa na Mungu hatua kwa hatua. Unakuwa mtu wa maombi, mtu wa kufunga, mtu mwenye uko na ibada kila mara, kila wakati. Itaweza kusaidia sana kuweza kustahimili majaribu za huko mbeleni, utaweza kusimama imara. Kwa hiyo wekeza kiroho, kuwa mtu ambaye unafanya maombi, kuwa mtu ambaye unafanya maibada. Henda katika semina za vijana ili uweze kukua kiroho, itaweza kusaidia sana. Ni mojawapo ya tabia kabisa ukaijenga na kuhakikishia katika kipindi cha mchana na jioni utaishi maisha ya furaha. Kwa hiyo hizo ni tabia ambazo unatakiwa uziendekeze katika kipindi hiki cha kuanzia umri wa 0 mpaka 25. Itaweza kuletea matunda huko mbeleni. Tabia za kuepuka katika kipindi hiki cha asubuhi, mojawapo ni tabia ya uvivu. Epuka kulala ovyo. Epuka kuwa mtu ambaye unalala kupitiliza, unalala masaa mengi sana, itakuwa vigumu sana kufanikiwa. Hiyo ni tabia mojawapo ya kuepuka. Tabia ya pili ni tabia ya kutokuwa na nidhamu, kutokuwa na discipline. Unafanya mambo kwa mazoea, unatumia muda wako vibaya. Katika nidhamu ya fedha, unatumia fedha zako vibaya katika mambo ya haraka, katika mambo ambayo haina umuhimu, itakugharimu huko mbele ya safari. Hiyo ni tabia za kuweza kuepuka. Tabia ya pili ambayo unatakiwa uepuke haraka iwezekanavyo ni tabia
ya kuwa mtu wa ukata tamaa kiurahisi. Wewe unaanza biashara inakufa hapo unasema hiyo ndio mwisho wako. Unaanza mahusiano na mpenzi wako hapo unasema hiyo ndio mwisho. Sijui unasoma unafeli unasema hiyo ndio mwisho wako. Hiyo tabia epuke sana, maana katika kuwa na tabia hiyo itakufelisha sana. Epuka tabia hiyo. Tabia ya tatu ya kuepuka ni tabia ya kuweza kulinda afya yako. Epuka tabia hii ya kukula vitu vya ovyo, vitu vya sukari, vitu vya mafuta, kufanya mazoezi. Hakika ni jambo ambalo linagharimu afya yako. Katika umri, epuka haya masuala, kutumia vitu ovyo ovyo. Maana unaweza kukula vitu leo hii ikaonekana vileti madhara, lakini baada ya miaka kadhaa unaangalia madhara yake yanakuwa makubwa sana. Kwa hiyo hii tabia ya kuepuka sana kulinda afya yako. Wewe ni msichana, epuka kutoa mimba ovyo, itaweza kuharibia uzazi wako. Linda sana afya yako. Epuka hiyo tabia ya kutolinda afya yako. Tabia nyingine ya kuepuka ni tabia ya uraibu. Uraibu hapo mimi nazungumzia dependence kwa Kifaransa, kwa Kiingereza wanaita addiction. Ni hali ya mtu ambayo anaanza kufanya jambo kwa mazoea taratibu mpaka inakuja kuwa tabia. Na likisha kuwa tabia inakuwa vigumu yeye kuweza kuliacha. Hiyo ndio uraibu. Ikiwemo kuvuta sigara, ikiwemo ni kukunywa pombe kupitiliza, ikiwemo ni kutazama video chafu, kuangalia picha chafu. Hiyo ni jambo ambalo litakuja kugharimu. Hiyo ni tabia ambayo unatakiwa uepuke kabisa. Epuka tabia za kingono. Epuka hiyo tabia katika umri wako. Maana umri wako ndio unaweza kufanya mambo ya raha, lakini hizo starehe zikaja kugharimu huko katika kipindi cha mchana na kipindi cha jioni. Kwa hiyo epuka hiyo tabia. Kama ulikuwa unafanyaka hiyo mambo ya kutazama video chafu na kwa leo ni vigumu kwako kuweza kuiacha, basi na omba ushauri hata watu wa kiroho waweze kukusaidia, maana inaweza kuharibu uzazi wako. Hiyo ni tabia ya kuweza kuepuka sana. Tabia nyingine ya kuepuka, epuka tabia ya kutumia hisia kuliko kutumia akili. Epuka tabia hiyo. Unakuwa mtu wa hisia. Nyingine tabia mojawapo ya kuepuka ni kuepuka tamaa ya kutaka kufanikiwa haraka, kutaka mafanikio ya haraka upesi, kutaka kufanikiwa kupata utajiri wa ghafla. Hayo ni mambo yatakao kutia kwenye hatari. Epuka tabia hiyo. Katika tabia za kukusaidia nilizokuambia, jitahidi uweze kujijenga kama nguzo ili uweze kuja kuishi ndoto yako. Naamini una ndoto ya kuja kuwa daktari mkubwa, ndoto ya kuja kuwa rais, ndoto ya kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, ndoto ya kuja kuwa mwalimu, ndoto ya kuja kuwa kiongozi maalum. Kwa hiyo tabia ambazo ni nzuri ziendekeze ili zije zikakusaidia katika kufanikisha ndoto ulionayo, na ukumbuke inawezekana.